The children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. Kwamba wana wa Israeli walikuwa wakae pale mahali pote ambapo Mungu alikuwa amewawekea walipotoka Misri kuja nchi ya Kanaani. Those nations that rejected the worship of and service of the true God were to be dispossessed. Kwa hivyo yale mataifa ambayo yalikataa kuabudu Mungu wa mbinguni yalikuwa yatolewe pale mahali Israel waweze kuchukua mahali pale. Kitu nilikuwa nataka tupate vizuri ni sehemu inayofuata. It was God's purpose that by the revelation of his character through Israel, men should be drawn unto him. Amen. Kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu, ilikuwa dhamira ya Mungu kwamba kutokana na vile alivyo waonekania Waisraeli wakajua. Ndio maana tulisema Mungu aliwachagua ili wamwamini, wamfahamu yeye Mungu, waweze kuonyesha karakta ya Mungu through this man. Ilikuwa ni kwamba ulimwengu wote uweze kuletwa kwa Mungu. That was the purpose. That was the purpose as to why God chose Israel. Unaposoma kwenda chini, maandishi yanasema hivi: to all the world the gospel invitation was to be given. To all the world the gospel invitation was to be given. Kwa hivyo Israel ilikuwa ifikishe injili ulimwengu mzima. Walikuwa wafikishe kila mtu. And that was the will of God. Kwamba through Israel the gospel should be proclaimed to the whole world. Na akasema hivi, through the teaching of the sacrificial service was to be Christ was to be uplifted before the nation. Kwamba kupitia kwa zile kafara, the sacrificial system ambayo Israeli walikuwa wanaleta innocent lamb. Kama umefanya dhambi unaenda unatafuta an innocent animal, unamleta wewe ndiye uliyefanya dhambi, lakini an innocent animal dies on your behalf. Ilikuwa ni kwamba kupitia kwa mafundisho haya ulimwengu mzima uweze kupata historia ya ukombozi, uweze kupata injili, uweze kupata vile Mungu alikuwa na mpango mwema wa kumkomboa mwanadamu. So that was the will of God. Now all who like Rahab and the Canaanite and Ruth the Moabite, who could turn from idolatry to worship the true God, were to be saved. Kwa hiyo mfano tumepewa Rahab, by faith Rahab, even Ruth, bila tuliambiwa jana na mhubiri wetu, ilikuwa ni kwamba waweze kupata ujumbe huu, na wengi waliopata watu wa mataifa tuko na mifano kwamba waliweza kuokolewa. Kwa hivyo that was the will of God. God desired to bring all people under his merciful rule. Mungu ana mpango wa kuleta watu wote kwa uongozi wake wa huruma. He desired that the earth should be filled with joy and peace. Mungu anadhamiria kwamba ulimwengu wote uweze kujawa na amani pamoja na raha. He created man for happiness. Aliumba mwanadamu ili kuwe na raha kwa mwanadamu. Kwa hivyo Mungu kupitia kwa Israeli alikuwa afikie kila taifa ulimwenguni. Lakini nataka msikize. But Israel did not fulfill God's purpose. So sad. Israel did not fulfill God's purpose. Vile tulivyoona jana kwamba Isaya anauliza, how is it, inakuaje watu waliokuwa waaminifu wamegeuka na kuwa kahaba? So we found kwamba watu wa Mungu wanapotengeneza miungu ama wanapomwasi Mungu wao na kutafuta kuvipa vitu vingine kama vitu vya maana katika maisha yao, kama wanakuwa ni kama kahaba. Tukaona kwamba Israel
wakamwasi Mungu wao, wakamwacha Mungu wao, wakaenda kuiabudu miungu mingine. Tuliona Ezekieli 8, tukaona wakati Ezekieli anaonyeshwa hekalu la Mungu, akaona vile machukizo yalikuwa yanaendelea katika hekalu la Mungu. Tukaona walikuwa wameweka picha za wanyama katika ukuta zao, na akatuonyesha vile watu walikuwa wanaabudu picha hizo. Hilo ni taifa la Israeli. Kwa hivyo it did not fulfill the will of God. Kwa hivyo walipokosa imani, vile tulivyoona, waliweza kufanya hayo, ndio matokeo walioyapata. Rebellion, uasi. Ikawa ni kwamba taifa lililokuwa taifa teule likawa kahaba, likatafuta miungu wengine, wakamwacha Mungu wao, kiasi ya kwamba Jeremiah chapter 2 verse 21, ambao nimependa tutaweza kusomea Jeremiah chapter 2 and verses 21. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Kwamba Mungu anasema, I had planted you a noble vine. Kwamba Mungu anasema aliweza kupanda mzabibu ambao ni mzuri. Sijui kama vile yule msomaji wetu wa Kiswahili amefika angesomea ilikuwa vyema, ama yeyote ambaye atapata. Holy right seed, alikuwa amepanda mbegu ambayo ni kamilifu. Mungu anasema hivi. Tuko katika kitabu cha Yeremia 2 fungu lake la 21. Mungu anasema alipanda taifa hili, anafananisha Israeli kama mzabibu mwema, mzabibu mzuri, kamilifu. Na hivyo ndivyo Israeli ilivyokuwa. Ndio maana Mungu anawaita you are a holy people, you are a chosen generation, a royal priesthood. Ni watu wa Mungu mwenyewe. Lakini wakakosa imani kwa Mungu wao, na matokeo ni uasi ambao tunaona baadaye. Nasemaje mtumishi? Tuko katika Yeremia 2 fungu la 21. Nasema nini? I had planted you. I had planted you like a Jewish vine. Like a what? A Jewish vine. A Jewish vine. Of sound and reliable stock. Yes, sound and reliable stock. How then did you turn against me? Nasikia. How then did you turn against me? Into a corrupt one vine. Into a corrupt one vine. Huyo ni Mungu anauliza. Mulianza vizuri, niliwapanda kama mzabibu mwema, lakini mnawezaje kugeuka na kuwa mzabibu wa mwitu? Mungu anauliza Israeli. And that was the consequence of lacking faith in their God. Taifa teule ambayo Mungu alidhamiria waweze kupeleka injili ulimwengu wote. Kupitia kwao the Messiah was prophesied about. Mungu aliweza kuwaambia kwamba nitatuma mwanangu na atazaliwa miongoni mwenu. Na atazaliwa wapi? Tukaona, lakini Israeli wakakosa kujua. Ukisoma Hosea 10 fungu lake la kwanza, Hosea 10 fungu lake la kwanza, Mungu anasema Israel is an empty vine. Wakageuka na kuwa mzabibu wa mwitu. Kwa hivyo ukisoma Isaya 5 fungu la 3 hadi 7, hivi tungependa tusome msomaji. Hiyo ingine mtaandika tu hiyo Hosea 10 fungu lake la kwanza, lakini tungependa tusoma Isaya 5:3 hadi 7. Unatuambiaje mtumishi? Isaya 5 fungu la kuanzia 3 hadi 7. Fungu la 3 hadi 7 inasema. Yes. 2 hadi 7 inasema. Now you dwellers in Jerusalem, na nyinyi mnaoishi katika Yerusalemu, and the men of Judah, na nyinyi watu wa Yuda, judge between me and my vineyard. Mungu anasema judge, fanya uamuzi between me and Israel, between God and this chosen nation Israel. What more could have been done to my vineyard? Anauliza ni nini zaidi kingefanywa
that I have not done for it. ambacho sijafanya. When I looked for good grapes, Nikatafuta zabibu nzuri, where it yield only bad ones. mbona mazao yanakuwa mabaya? Fungu la 5. Now, I will tell you Mungu anasema sasa nitawaambia kitu naenda kufanya. what I am going to do to my vineyard. To my vineyard. I'll take away its edge, Tachukua the hedge and it will be destroyed. and it will be destroyed. I will break down its walls, and it will be trampled. Asante. Anasema mtakapotoa my hedge, Mungu atakapotoa his protection, anasema Israel will be destroyed. And that is what is exactly happening. Mungu aliwaongelea kwa muda mrefu sana pia tulivyoangalia jana. Lakini Israel mwisho tuliona kwamba hata wakati Mwokozi ambaye walikuwa waambie ulimwengu amezaliwa, hawakufahamu wakati alizaliwa. Akazaliwa miongoni mwao Yesu Kristo Mesia. Akakuwa kama mtoto miongoni mwao. Akafanya miujiza. He even challenged the church leadership at his time at the age of 12. Lakini nobody believed in him. Akafanya miujiza. Israeli haikufahamu. Vile tulivyoona jana, ikawa hadi wakati Yesu anaangikwa msalabani kama kafara ambayo kafara zote zilikuwa zinaashiria. The high priest was in the sanctuary. Alikuwa anatoa kafara. Hajui kwamba it is finished on the cross. Israel did not know. Israel did not know. Tukapata kwamba the problem was lack of faith in their God. Nakumbuka Deuteronomy chapter 32, the verses 20. Tulisoma kwamba this is a crooked generation, the children in whom there is no faith. Kwamba Israeli Mungu alituma manabii wake. Tuliona katika kitabu cha Second Chronicles chapter 36. Mwenzetu aliweza kusomea, tukaona kwamba kuanzia viongozi hadi watu wote wakaweza kuasi, na Mungu aliwatuma manabii, lakini wakakataliwa kwa sababu ya upendo wake. Akatuma nao again manabii, lakini Israel wakakataa. So the result was where we had reached yesterday at the time we finished the book of Ezekiel chapter 8. Ningependa msomaji, naona mwenzetu ameweza kufika ile wa Kiswahili aweze kusomea. Tulikuwa Ezekiel 8 fungu lake, sasa ningependa tuweze kuanzia 12. Biblia inasema kisha akaniambia, mwanadamu, umeona wanayatenda wazee wa nyumba ya Israeli. Nataka msikize. Nani? Wazee wa Israeli. Kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu. Kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu. Maana husema, Bwana hatuoni. Na akasema, Bwana hatuoni. Bwana ameacha nchi. Read the same exact thing we agree. Fungu la 15. Akaniambia, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Naona Mungu anaendelea kureveal more abomination. Utaona tena machukizo mengine wanayoyafanya. Hili ni taifa la Israeli. Na ukiangalia kuanzia the leadership, kuanzia viongozi wa taifa, kuanzia viongozi wa dini. Soma mtumishi. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia. Mungu akamleta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Wapi? Kuingilia wapi? Katika nyumba ya Bwana. Kama hii ingekuwa ni Yerusalemu kama Israeli, ingekuwa hapa Mekomu, Mungu angemleta Ezekieli mpaka mlango ule wa kuingilia nyumba ya Bwana. Ulioelekea upande wa kaskazini. Ulioelekea upande wa kaskazini. Tazama,
wanawake sikia, wameketi wakimulilia Tamuzi. Tamuzi ilikuwa ni miungu. Wanawake. Hii ilikuwa ni women ministry, sio? This is women ministry. Israel. Wakifanya nini? Wakimulilia Tamuzi. So they were worshiping Tamuzi. Na wanaume je? Kwa hivyo, this was the result of lack of faith in God. Ikawa wamefikia kiasi kwamba wako in the right place. Si tumekuwa walikuwa kanisani? Walikuwa wapi? Walikuwa, lakini wanaabudu nini? Ni huko. Hata wale wazee tuliona wanabendi kwenda kwa images. Walikuwa wapi? Kanisani na wanaabudu nini? Ni huko. Tukapata kwamba you can be in the right place but doing the wrong thing. Ndio maana Mungu anauliza, ni vipi taifa lililokuwa aminifu linageuka na kuwa kahaba? Kwa hivyo tulipoenda Mathayo, ukienda kwenda chini, ningependa tuweze kusoma kidogo katika Ezekieli hiyo. Tuliangalia 16 fungu la kwanza na la pili. Mungu anamuita Yerusalemu kwamba ameasi na kuwa kahaba. Fungu la 8, ningependa uweze kusomea 16 fungu la 8 Ezekieli hiyo. Basi nilipopita karibu nawe nikakutazama. Tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Nikatandika ufindo wa vazi langu juu yako. Nikakufunika uchi wako. Ni huyu Mungu anasema Israel was like naked, lakini Mungu akafanya nini? Akafunika uchi wake. Na nilipokuapia nikafanya agano nawe. Huyu Mungu anasema akafanya agano na Israeli. Asema Bwana Mungu mkaba wako. Kwa hiyo Israeli ilikuwa ni taifa la nani? Mungu anasema I made a covenant with you Israel and you became mine. Kwa maana anawafananisha kama mke wake. Kwa hivyo Israeli walikuwa wanafaa kuwa waaminifu kwa Mungu wao. Lakini Israeli ikageuka, taifa la Israeli ikageuka na kuwa kahaba. 14 fungu la 14. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa. Nasikia Mungu anasema kwa sababu ulikuwa mwaminifu, sifa zako zilienea kati ya mataifa. Na hakika sifa za Israeli zilienea kwa mataifa. Nataka tueleze kwa mfano. Mtumishi alipokuwa akihubiri alipatia mfano wa Rahab. Wale wa spies wanapokuja kule Jericho. Rahab anapoongea na wao anawaambia tumesikia Mungu wetu. Tumesikia maajabu anafanya. Na hakika yazidi ndio Islam. Kwa hivyo sifa za Mungu kupitia kwa Israeli zilikuwa zile, na hivyo ndio Mungu alivyokuwa akitaka. Ili dunia yote ijue there is a God in heaven. Lakini sikia kwa the bad news. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako. Sifa zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako. Kwa maana ulikuwa mkamilifu. Kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia. Nasikia. Don't forget. Mungu anasema sifa za Israeli zilienea kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Is beauty. Na hii beauty nani aliweka? Mungu anasema it's me God who has given you this beauty. Yeye aliwaita na wakaitikia kwa imani, na Mungu aliwatumia kwa njia iliyo sahihi. Lakini mwisho, this is what verses 15 tells us. Chapter 16 verses 15. Lakini sikia, ulitumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba. Sikia, kwa sababu ya sifa zako.
Ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita. Nataka kusema, do you remember the fall of Lucifer from heaven? Nini kilisababisha kuanguka kwa Lucifer? Because of his guilt. And what has led to the fall of Israel? Because of her guilt. Vile Mungu anasema. Na sisi tusipochunga, this is where we are as God's people. Tusipochunga. So brothers and sisters in Christ, Mungu anatupa onyo. Ameandika mambo haya so that we may not repeat the same mistake as this week. We claim to be the true church of God, and that is true. We say we are the remnant church. And indeed, God has used this church to reach the world. Lakini, when we headed, as a people, tunaenda kama watu wa Mungu. Wakati tunajiangalia mimi mwenyewe, na wewe mwenyewe ukiangalia, where are we heading as a people? Hebu tusome kwenda chini. 16. Ukatoa baadhi ya mabaki kidogo. Rudia 15. Aha. Lakini ulitumainia uzuri wako. Ukafanya mambo ya kikahaba. Kwa sababu ya sifa zako. Sikia. Alipokuwa kahaba, sikia matokeo yake. Ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita. Ulikuwa wapi? So it was contagious. Ukahaba wake akawa anaambukiza kila mtu aliyepita. Did you know that when you become unfaithful to God, we influence others into the same? Wakati tusipokuwa waaminifu, we are surrounded. Paul anatuambia we are surrounded by a cloud of witnesses. So what is this cloud saying? Huu watu unaotuzunguka kwa nini? Katika kanisa hili ambalo the remnant church of God, the spiritual Israel. So unapoendelea kusoma maandiko haya yote kwenda chini, utaona mambo ya ajabu ambayo Israeli kama taifa ambalo ni teule lilipomwasi Mungu, matokeo yake yalikuwa. Chapter 17. Verse 17. Pia ulivitoa vyombo vyako vya uzuri. Ya dhahabu yangu. Na vya fedha yangu. Nilivyokupa. Kwa hivyo hata hizi dhahabu, fedha zote ni za nani? Aliwapa, lakini wakafanya nini? Ukajifanyia sanamu za Mungu. Wakatumia vyombo vya Mungu, dhahabu na fedha za Mungu, wakajifanyia Mungu sanamu. Hili ni taifa teule la Mungu. Na tuliona jana sanamu ni sio? Tuliona kwamba abomination ama chukizo is idolatry. And an idol is anything that takes the place of God in my life or in your life. So tukaona ukiangalia kitu na something, lazima kuwe na kitu ambacho kimechukua nafasi ya Mungu katika maisha yako. God should be given first place in your life. That's why Jesus says, seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness. Mpe Mungu sehemu ya kwanza katika maisha yako. So anything that takes that place becomes an idol. Kwa Mungu anatukumbusha kwamba tusije tukarudia makosa ya Israeli waliyofanya kama taifa. He chose them so that through them he may reach many nations. Lakini Israel did not fulfill that. Kwa sababu ya muda, ningependa tuweze kuona 20:22. Nasema pamoja na hayo uliwatoa wana wako na binti zao
ulionizalia ukawa. I want you to mark the words. Mungu anaambia Israeli, uliwatoa wana wako na binti zako ulionizalia. Kwa hivyo unapozaa mtoto ni wa nani? Ni wako ama ni wa Mungu? So jua kwamba huyo mtoto ambaye ulizaa ama utazaa ni wa Mungu, and you are responsible. You will be responsible for the caring of that child. It's God's home. Huyo mtoto wako, tunamuita mtoto wangu, my son, my daughter. That is God's child. Wakachukua watoto hao wa Mungu, wakafanya nini? Ukawatoa sadaka kwao ili waliwe. Nasikia. Wakatoa hata watoto wao kama sadaka kwa Mungu wengine. 22. Hata ukawaua watoto wangu na kuwatoa kwa kuwapitisha motoni kwa wakawatoa kama kafara. Ndio worship. 22. Na katika machukizo yako yote. Sikia, na katika machukizo yako yote na mambo yako ya kikahaba hukuzikumbuka siku za ujana wako. So did Israel forget? According to verse 22, hakukumbuka siku zake za ujana wakati alikuwa uchi. Hakukumbuka. Israel forgot. And when they forgot, nataka tena turudie basi. Simaliza hiyo kwa twende Malaki chapter 1 verse 1. Nirudishe na mimi. Yes. Na katika machukizo haya yote ambayo Israeli walifanya, na mambo yake yote ya kutokuwa waaminifu kama kahaba, hukuzikumbuka siku za ujana wako. Wakasahau siku za ujana wake. Ulipokuwa uchi. Wakati alikuwa uchi, huna nguo. Hakuwa na nguo. Ukawa ukigaagaa katika damu yako. Akasahau mahali Mungu amemtoa. Akasahau jinsi Mungu alivyomkomboa kutoka Misri. Akasahau jinsi Mungu alivyomuongoza Israeli. Akasahau. Aliposahau, and this is the consequence. Chapter 1 and verses 1. The book of Malachi. Malachi 1 fungu lake la kwanza. Nabii huyu tuliona kwamba katika historia ukiangalia wakati Malachi alipewa ujumbe huu, Malachi Israeli, huyu ndiye nabii wa mwisho hapo. And there was 400 years after Malachi, God never sent a prophet in Israel until the birth of Jesus Christ. 400 years, no prophet in Israel. Sikia. Moja. Mstari wa kwanza. Ufunuo neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Na hili ni neno la Bwana kwa Israeli. Nimewapenda ninyi, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, hata ukiachia hapo. Mungu anauliza, nawapenda nini? Na hakika Mungu aliwapenda. Lakini wanauliza, kwa sababu ya kusahau ujana wao, wanauliza, wewe umetupendaje? Kwa hivyo Israeli ni kama ni taifa ambalo limemwasi Mungu wake na kumwacha Mungu wake. Na mwisho anampa Malaki the last message, chapter 4 and verses 5 and 6. Malaki, the sense of Malaki, Mungu anasema neno hili. Angalieni basi, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana. Iliyokuwa na kuokoa. Huu nabii huu unazungumzia kuhusu Elijah, kuhusu not literal Elijah, but John the Baptist, and even the people who will prepare the world before the second coming of Jesus Christ.
They will come with the spirit and the power of Elijah, kama Yohana Mbatizi. Kwa Israeli, wakati Mwokozi anazaliwa, Israeli hawakufahamu, Israeli hawakujua. Tuliangalia Matthew, tutasoma kwa sasa, chapter 2 and verses 1 through 12. Wakati Yesu anazaliwa, Israel did not know. Wakati Herod anaita wakuhani kuja kumweleza, nimesikia kwamba there is a king who has been born. They know nothing about the birth of the Messiah. Angalia kwenda mbele, Yesu anakulia Yerusalemu. Kanisa anaenda kila Sabato kama ilivyokuwa desturi yake. But Israel as a nation did not know. Yesu anachagua wakati watumishi katika hekalu wanamkataa kabisa. Yesu anachagua wanafunzi wangapi? Wanafunzi wangapi? Na unataka tuwaulize, wakati Yesu anachagua wanafunzi 12, makuhani walikuwa wapi? Why do you think they were not chosen as disciples of Jesus? Na makuhani walikuwa wanafanya kazi gani? Ya kutoa kafara, sio? So to them every Sabbath wangekuwa wanafanya as their custom was, wangekuwa wanaenda kwa synagogue, wanaabudu the whole day bila tunaabudu, lakini hawajui kwamba God is raising humble men ambao wataanzisha the early church. Ikawa wanaendelea kila wakati. Yesu siku moja aliposimama kwa hekalu, nataka tuende Luka chapter 4. Luka 4, tusome fungu lake la 16. Biblia inasema akaenda Nazareti, hapo alipokulia, mahali alilelewa. Na siku ya saba akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili afanye nini? Asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akapewa kitabu cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akakifungua kitabu hiki. Akatafuta mahali alipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta. Wahubiri maskini habari njema. Yes. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Na vipofu kupata kuona tena. Kuacha huru waliosetwa. Yes. Yesu anasema na verses 19, no verses 20. Akakifungua chuo, akakifunga kile kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwamo katika sinagogi, wakamkazia macho. Huyo ni nani? Ako wapi? Sinagogi. Israel, the chosen people. Aliposoma this prophecy about him, kila mtu alimkazia nini? Macho. What happened? Some kwa sababu endelea. Akaanza kuambia. Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Today these words have been fulfilled before your ears. Sikia matokeo yake. Wakamshuhudia wote. Wakastaajabia ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Yes. Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, ziponye nafsi yako. Kwa sababu ya muda mtasoma kwenda chini. Hebu ruka uende katika fungu la 28. Wakajaa ghadhabu wote. Wakajawa na nini?
ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo. Nataka niwaulize, kama angekuwa ni wakati huu Yesu amezaliwa, nani hao wakichawa na ghadhabu? Sisi wakachawa na ghadhabu. Mbona? Sababu ya kuchawa na ghadhabu, did they miss something in prophecy about the coming Messiah? They missed something. Israel did not accept Jesus as the Messiah. Wao walipoambiwa kwamba king shall be born, walikuwa wanatarajia kuona mfalme kama jinsi tunavyojua wafalme katika ulimwengu. Like, I want to ask you, tukiwa tuseme kwamba Uhuru, His Excellency Uhuru Kenyatta asema atakuwa anakuja hapa katika kanisa hili la Gitomo siku ya Alhamisi. How do you expect His Excellency to come here? How do you expect him to come? With a Probox? Anatumia magari gani? Makubwa. The V8, the Mercedes, hizo zote. Lakini, so Israel wakati waliambiwa kwamba Mwokozi wa ulimwengu atazaliwa as the king, he will come as king, their picture, their perception was, he was to come as a king, literal king. So when he was born in a manger, wakati alizaliwa katika zizi la ng'ombe, to them, Mwokozi hawezi kuzaliwa hivyo. So they rejected him as the Messiah. So when he was saying, I and my Father are one, to them it was blasphemy. He's not God. So they were waiting, and they are still waiting. Israel, the little Israel. Kwa hivyo kukawa na shida. Sasa nataka niulize tunapomalizia. Wakati Waisraeli walipofanya hivi, mwisho kwenda chini na wanaona wanamtoa hekaluni, wanamsukuma, wanataka kumuua. Mara nyingi walikuwa wanataka kumpiga mawe. Akachagua wanafunzi 12. Kanisa la Israeli katika hekalu la Mungu likawa linaendelea kama kawaida. Lakini amechagua wanafunzi wangapi? 12. Every Sabbath they could come and worship. Lakini kuna wanafunzi wangapi? 12. Na kundi hili likaendelea kuwa kubwa. Finally, nataka niulize, Israel as that system ambayo ya kutoa kafara na wakuhani ilisha wapi? Nataka mniambie. Walimalizia wapi? Wakati kunaanza kuinuka the early church during Pentecost, early church ikaendelea. Israel ilimalizia wapi? The system, the Judaism ilimalizia wapi? Mnakumbuka wakati Yesu anapotoka hekaluni na kuambia your house is left desolate. Ni mbaya yenyewe atiliwe kitu. God, Jesus left Israel as a system. Na akawa ni church ya wanafunzi wake 12 na zaidi. Nakumbuka Pentecost wanapopokea Roho Mtakatifu wakaendelea na kazi. Na ukiangalia vizuri the early church nayo ilifanya kazi ya ajabu. Soma the Acts of the Apostles, walifanya kazi. After Pentecost, 3,000 were baptized and many others. Lakini mwisho, the early church again missed the mark. Wakaungana na dunia. There was church and the state united. Ukisoma historia ya kanisa. Wakati ilipokuwa ikazaa a system ambayo ni corrupt, iliyosababisha ukaingia kwa period in history ambayo inaitwa Dark Ages. Wanaosoma historia mtaelewa vizuri hapa. When the early church united with the one, the result was the birth of purpose.
ukabaki na watu wachache ambao walisimamia ukweli, and they were persecuted. Dunia ikaingia kipindi katika historia kinachoitwa nyakati ama wakati wa giza, dark ages. Papacy ikawa inaongoza, macho yote yakatolewa kwa Jesus as the high priest, ikawekwa kwa mwanadamu. So men were worshiping man. Yeye ndiye alikuwa anasamehe dhambi, yeye ndiye alikuwa anafanya. Mwanadamu akachukua nafasi ya Kristo, mwanadamu akaitwa the vicar, representative of Jesus Christ. Kwa hivyo ukaingia